Waulize wanasiasa. Ulize Nderitu, wanasiasa. Wale ambao walikuwa chama kimoja, one party, alafu wakaseparate. Sikiliza hotuba zao. Anavyomtuanga mwenzake. Anaibua mpaka vitu mnashangaa. Anaibua mpaka nasema ueleze zile hela ulizochukua kwenye nani, ukazichukua wewe, ulifanya hivi, eleza ziko wapi? Kuna ujenzi wa barabara ilikuwa inajengwa mahali fulani, ilikuwa zijengwe njia mbili, moja ukachukua hela, kata. Wananchi, kumbe anasema huyo mwizi. Ndio anaanza kusema huyo anakuambia urais huyu. Hivi mnaelewa? Hapana. Kila lita ya mafuta ana shilingi 100. Akatai. Unaanza, hey. Kumbe tu huyu anatupandishia bei. Anabaki sasa kama na 100 lakini si ni biashara. Aisha kuanika. Jesus. Kwa sababu gani wakati unapanga ulimshirikisha? Poor child. Bwana, kuna mradi nimeongea na watu wa mafuta, wakileta hapa Kenya 100 itakuwa ya kwangu. Kwa hiyo nimeongeza hapa shilingi 20 kila lita. Kweli akapata hela akampa kidogo. Siku wakigeukana hawa, siri zote utazikuta barabarani. Ndio maana hapa niliwahi kuwaonya tukiwa pale kwenye tent. Nikasema usiwaamini wanasiasa, hawako serious. Unasikia wewe? Nikawaambia mutagombana, mutakosana. Hawa jamaa leo watatukanana, kesho tawakuta hotelini wanakunywa chai. Leo unawakuta wale ambao walitukanana wamejiunga chama kimoja, wanagombea kuondoa mwingine. Siasa hawana adui, hawana rafiki. Wao wanatafuta opportunity. Okay. Now your head correct. Mwambie jirani yako, kama nilikuwa nakuchukia nisamehe tu. Endelea na chama chako. Nilikuwa najua ipo siku tahamia kwangu. Kwa hiyo marafiki wale ambao tulifikiri wako vizuri ndio wanaotumaliza. Yesu! What did you say? Ndio wanaotumaliza. Hapa Mgogo angetuambia tu anaongelea William Ruto na Rigathi Gachagua. Kwa sababu ukisikiza hii conversation ya Mgogo vizuri, amegonga tu hawa jamaa. Kwa sababu saa hii Gachagua kazi yake ni kureveal secrets. Alitoa siri ya mambo na ODM, hadi ile mipango yenye ilikuwa imepangwa kama baba bado wako, hadi nani mwenye alipewa pesa lakini hakufanya venye ilikuwa inatakikana. So Mgogo anaongelea our politicians. Leo at least hajaguza ordinary people. Ameachana na ladies, ameachana na men. Leo ameamua kudeal na politician. Na ana deal na politicians wetu wale wakubwa sana. Hii mambo ya mafuta unasikia akisema ni mambo yenye Gachagua amesema. Hii mambo ya kutoa siri zenye walikuwa wamepanga wakiwa pamoja ni yenye Gachagua anafanya saa hii. So huyu jamaa ameamua leo this time round atapita na politician. Na hivyo ndiye amefanya. Kwa sababu ukisikia maneno ya mafuta ametaja, Gachagua alitaja. Ukisikia maneno ya mipango ya politics, Gachagua alishasema. So huyu jamaa amegonga the political class for the first time. Unang'ang'ania marafiki anakuja kuondoka na mke wako. God have mercy upon us. Very interesting. Unang'ang'ania marafiki kumbe ndio wabaya hao. I don't understand. Sometime ukiona mtu ulikuwa rafiki sana, alafu Mungu akaamua kumuondoa polepole, using'ang'ane. I say, what are you talking about? Ngoja nikwambie maneno magumu kidogo. Maadui wengi tulio nao ni wale ambao waliwahi kuwa marafiki zetu. Acha hizo bwana. Ndio maana nawaambiaga watu usifunguke. Mnaelewa neno kufunguka?
usijiachie, usiexpress, yani usitoe kila kitu kwamba huyu ni rafiki yangu tumeshibana. Kuna sentensi nitaka niongee, lakini sababu niko madhabahuni sio nzuri. My God. Kama mnaniruhusu no, okay. Mtakuja kesho? Yes. Nyosha mkono kama mtakuja kesho, ili na usipofika ukashughulikiwe. Unaposema huyu ni rafiki yangu tumeshibana sana, My friend. hebu niambie, chakula ulichokishiba huwa kinaishia wapi? Why are you asking me a simple question like that? Huyo uliyeshibana naye sana, Can you go straight to the point? kuna wakati atatakiwa kwenda toilet. Baada kwa chakula atakuwa uchafu. Kichwa chako iko sawa, you man. Huyo unayesema tumeshibana sana, lakini baada ya kushiba huenda ikageuka sio chakula tena, uchafu. Ndio maana nawaambia uwe na marafiki sawa, lakini usifunguke kila kitu, kwa sababu watatumia hicho kila kitu kukumaliza. Correct. Siku zote watu waliotuweka open, waliotunini ni wale ambao tulifunguka kila kitu kwao. Wanajua in and out, wanajua kila kitu. Madhaifu yako uliwasimulia, uliwaambia, ndio wanakumaliza nayo. Niliwaambia walimu ni wengi, wahubiri ni wengi, waimbaji ni wengi, lakini watakatifu ni wachache. Kwa sababu kuhubiri kama navyohubiri hapa, hiki ni kipawa Mungu anaweka ndani ya mtu kulisaidia kanisa. We don't care. Hakina mahusiano yoyote na wewe kwenda mbinguni. Kukatisha tamaa na kuvunja moyo. Exactly. Kutumia jina la Yesu na likafanya kazi halimaanishi wewe una mahusiano mazuri naye. Hakuna venye mtu atatoka tu huko akuje kukudhuru. Mtu mwenye anakudhuru ni mwenye anajua njia zako, anajua mienendo yako. Na sana sana watu wenye huleta shida ni marafiki zako wale wa karibu. Ule mtu mwenye wewe unaamini ndio mtu mwenye anakudisappoint. So unaona hii maneno, hii ni part 2 ama episode 2 ya video number 1. Gachagua na Ruto walikuwa pamoja hivi. Walihusika kutwanga nani? Kutwanga Raila na Uhuru politically. So mipango ya Ruto Gachagua alikuwa anaijua vizuri sana. Na mipango ya Gachagua Ruto alikuwa anaijua. So unaona after wamekosana, Gachagua ndio mtu wa kwanza saa hii analipua Ruto politically. Na ako na yeye on toes. Anajua movement za Ruto one after the other. So ukisikia Mgogo akisema adui yako ni rafiki yako, adui yako ni ule mtu mwenye mlipanga na yeye mipango ya kufanya kitu, we jua sio jokes. Onea real life issues ya Rigathi Gachagua na William Ruto. Wakati Junet alikuwa anaendea pesa, Gachagua alikuwa. Gachagua anajua hata the exact amount yenye Junet alipewa. Anajua the same words, the exact words zenye William Ruto aliambia Junet Mohamed. Ndio yenye anatuambia sahi. That is why Pastor Ray anasema hao watu wanakusurround, hiyo ina sako yako ndio your threat. So be very careful. Chungana sana na hao watu. Hao ndio watu watainamisha meli yako.